Yawezekana mwanamke umekuwa ukishiriki tendo la ndoa na mwanaume mmoja unasikia raha sana, yani unajisikia vizuri sana. Lakini ukija kushiriki tendo la ndoa na mwanaume mwingine huhisi raha yote. Sasa je, umekuwa unajua kuwa maumbile ya mwanaume yako tofauti? Hapa nazungumzia ule utofauti wa muonekano wa maumbile ya mwanaume. Leo nitakutajia aina 8 ya muonekano wa maumbile ya mwanaume na utofauti wake, na kwa nini maumbile fulani yanaonekana yanapendwa na kwa nini maumbile fulani yameonekana hayapendwi au wakati mwingine yamekuwa hayawavutii baadhi ya wanawake wengi. Okay, nitapenda kuelezea. Namba 1 ni yale maumbile ambayo tunasema yanakuwa yamenyoka vizuri sana. Haya ni maumbile ya mwanaume ambayo mwanamke anaweza kutumia kwa staili yote ile. Aidha mwanamke anaweza kutumia kwa staili yote bila kuleta madhara kwa mwanaume, lakini yeye mwenyewe bila kupata changamoto zozote pale anaposhiriki tendo la ndoa. Okay, namba 2 ni maumbile ambayo huwa yanakuwa curved. Haya ni maumbile ambayo huwa yanapinda. Aidha anaweza kaenda kulia au yakaenda kushoto, au wakati mwingine anaweza yakaangalia chini au yakaangalia juu. Mara nyingi maumbile haya wanawake wamekuwa wanayapenda, au baadhi ya wanawake wamekuwa wanayapenda kwa sababu huwa inagusa G-spot moja kwa moja. Yaani imini ya kipindi anaenda anagonga sehemu husika. Na kuna baadhi ya wanawake wengine wamekuwa hayapendi maumbile yaliyopinda kwa sababu yamekuwa hayawagusi maumbile yao moja kwa moja. Na wakati mwingine amekuwa anamfanya mwanamke ashindwe kuwa huru kutumia staili zingine wakati wa kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu yanaweza yakamuumiza mwanaume au mwanamke akaumia kwa sababu hayajanyoka vizuri. Namba 3, haya ni yale maumbile ambayo yanakuwa manene. Yanakuwa marefu. Mara nyingi wanawake wengi wamekuwa wanapenda kwa sababu yamekuwa yanafiti vizuri na yamekuwa yanaongeza stimulation, na wakati mwingine yamekuwa yanadhilisha joto jingi. Hii sasa huwa inamhusu mwanaume, yeye mwenyewe huwa anafurahia, lakini mwanamke huwa anafurahia kwa sababu huwa inaongeza friction kutokana na size ya unene na urefu pia. Haya ni maumbile ambayo wanawake wengi wamekuwa wanayapenda. Japo wale wanawake ambao wana maumbile madogo wamekuwa hawayapendelei kwa sababu yamekuwa yanawaletea maumivu sana. Namba 4 ni maumbile marefu yanakuwa membamba, na wakati mwingine wanawake wengi wamekuwa hawapendi maumbile marefu kwa sababu yamekuwa yanagusa moja kwa moja kwenye mlango wa uzazi, na wakati mwingine huwa yanaondolea comfortability mwanamke wakati wa kushiriki tendo la ndoa kwa sababu wanawake wengi wamekuwa wanapata maumivu. Na wakati mwingine kwa sababu yanakuwa marefu huwa yanapwaya, yanapunguza ile friction. Ni tofauti na maumbile ambayo yanakuwa marefu, yanakuwa manene. Haya ambayo yanakuwa marefu na yanakuwa membamba yanapunguza comfortability ya mwanamke kushiriki tendo la ndoa kwa sababu kunakuwa hakuna friction ya kutosha, lakini yanagonga moja kwa moja kwenye mlango wa kizazi cha mwanamke. Namba 5, haya ni maumbile ambayo yanakuwa mafupi, na mara nyingi wanawake wengi kiukweli wamekuwa hawafurahi sana maumbile mafupi. Kitu ambacho mwanamke anaweza kukifurahia ni kwa sababu anakuwa anaguswa sehemu ya juu ya mashavu yake. Kwa hiyo kuna wale wanawake ambao stimulation zao ziko kwenye mashavu ya uke, huwa wanapendezwa mwanaume ambaye ana maumbile mafupi. Kwa hiyo wanaume ambao wana maumbile mafupi hawataweza kumridhisha mwanamke ambaye yeye sensation yake au kuhisi raha kwake kupo ndani. Mara nyingi wanaume wenye maumbile mafupi hawawezi kufika mpaka ndani. Mara nyingi wanawake ambao wanafurahia tendo la ndoa kushiriki na wanaume ambao wana maumbile mafupi ni wale wanawake ambao wao wakiguswa kwenye mashavu huwa wanasikia raha zaidi. Lakini namba 6 tunasema ni aina ya maumbile ambayo tunasema ni mushroom head. Mushroom head ni aina fulani ya maumbile ambayo mwanaume anakuwa na kichwa kikubwa, na mara nyingi sana wanawake ambao wanashiriki tendo la ndoa na wanaume ambao wana maumbile ambayo yana kichwa kikubwa wamekuwa hawafurahi tendo la ndoa kwa sababu mara nyingi walio wengi huwa wanapata maumivu makali sana. Especially pia huwa inasababisha kuvimba kwa mashavu ya uke, lakini pia huwa wanapata maumivu, na mara nyingi pia hata mwanaume ambaye anashiriki tendo la ndoa huwa hawezi kwenda raundi ndefu kwa sababu kile kichwa cha uume huwa kinaumia, lakini pia huwa inaondoa comfortability kwa mwanamke ambaye anashiriki tendo la ndoa na mwanaume ambaye ana maumbile yana kichwa kikubwa. Kwa hiyo hii ni aina fulani ya maumbile ya mwanaume ambayo wanawake wengi wamekuwa hawayapendi sana kutokana na inaweza kusababisha kuvimba kwa mashavu ya uke, lakini pia inaweza kusababisha mwanaume mwenyewe asifurahie kushiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu. Namba 7 tunasema ni aina fulani ya uume ambao wanawake wengi sana wamekuwa wanavutiwa nao. Huu ni uume ambao unakuwa una mishipa mingi sana na unakuwa ni aina fulani ya maumbile ambayo yanakuwa yanaonekana kama ni mwanaume ambaye ana nguvu. Kwa hiyo wanawake wengi wamekuwa wanapenda ile mishipa kwa sababu huwa inaongeza ule romantic wakati wa kushiriki tendo la ndoa, lakini pia maumbile ya mwanaume ambaye ana mishipa mingi pia huwa inaongeza stimulation wakati wa kushiriki tendo la ndoa, lakini pia wanawake wengi huwa wanapenda kutazama au kuona yale maumbile kwa sababu huwa inaongezea stimulation. Na hii aina ya maumbile ya mwanaume asilimia kubwa ni wanaume ambao huwa wanakuwa na uwezo mzuri sana wa kuperform tendo la ndoa, kwa sababu hii ni dalili nzuri ambayo huwa inaonyesha mishipa ya damu huwa inajaa vizuri, na wanaume wa hivi huwa wanakuwa na uwezo mzuri sana wa kuperform tendo la ndoa. Namba 8 ni aina fulani ya maumbile ambayo huwa yanaitwa pencil.
Pencil tunazungumzia penseli. Haya ni aina fulani ya maumbile ya mwanaume ambayo mbele yanakuwa yana kichwa kidogo sana, lakini nyuma yanakuwa ni mapana. Hii ni aina fulani ya maumbile ambayo huwa inawahusu sana wanawake ambao wana maumbile madogo. Wanawake ambao wana maumbile madogo huwa inakuwa rahisi wao kushiriki tendo la ndoa kwa sababu huwa inawapunguzia maumivu. Lakini pia wanawake ambao wana maumbile madogo huwa inakuwa ni rahisi zaidi kwa sababu huwa ina penetrate rahisi. Aina fulani ya maumbile huwa haimfanyi mwanamke akafurahia tendo la ndoa, ila inaweza kushawishi mwanamke akapenda au akavutiwa zaidi kushiriki tendo la ndoa. Mara nyingi huwa tunasema ili mwanamke afurahie kushiriki tendo la ndoa, cha kwanza inategemeana na utayari, lakini pia inategemeana na maandalizi, lakini inategemeana na mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kuchochea au kuongeza ladha wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Aina ya uwezo ninaozungumzia ni ule uwezo wa mwanaume kushiriki tendo la ndoa kwa muda fulani na kuhakikisha mwenza wako ameridhika au amefurahia tendo la ndoa. Lakini pia kuna baadhi ya wanaume wengine ambao nje ya aina ya maumbile walionayo wamekuwa wana uwezo mdogo sana wa kushiriki tendo la ndoa. Sasa hapa kumekuwa kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikapunguza uwezo wa mwanaume kushiriki tendo la ndoa. Mojawapo kama tulivyokwisha kusema ni changamoto za upungufu wa hormone, lakini pia changamoto ya mzunguko wa damu, changamoto ya msongo wa mawazo, lakini pia changamoto za unene, magonjwa na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza vikapunguza ufanisi wa mwanaume kushiriki tendo la ndoa. Wewe kama ni mwanaume ambaye una changamoto zozote zile za afya ya uzazi, unaweza ukatupigia kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 0758 078 25. Asante sana.